Pacome sio dharau, sio kejeli, ndio ukweli uliopo. Mpaka na mkandaji Kibu Denis Norway. Haya, aliingia alifanya nini? Zaidi alichowini yeye kusukuma tu wa mabeki. Nani? Kibu Denis ndio mkandaji. Jana alikuwa anaingia kufanya massage wachezaji wa Yanga. Kwa nini nadanganya? Kwa nini nadanganya? Ni ukweli. Ukweli. Jana Kibu Denis nilichokiona kuwafanyia massage wachezaji wa Yanga. Fresh. Kingine nini alichoattempt? Alipiga shoot off target. Niambie. Alipiga shoot on target. Kwa station. Anapewa na nani bwana? Kipi ambacho nimsifia Kibu Denis jana? Unajua watu kuishi kwa historia ni mbaya. Ndio maana nimewaambia mchezaji wa Yanga kufananishwa na mchezaji wa Simba ni matumizi mabaya. Kwanza anakuwa anaikosea klabu yangu kabisa. Pale Simba hayupo. Simba leo hii labda nianze kukaa chini nifikirie. Pale Ken Gold mchezaji gani namba 10 anacheza nani na Simba namba 10 anacheza nani? Kiwango chao kipoje? Ndio naweza nikapata. Ila kuchukua mchezaji wa Simba, nichukue mchezaji wa Yanga. Ukiona mtu anafananisha hivyo vitu, mtandike bakora. Tuwatazamie wachambuzi ambao kuelekea mchezo huu wapo waliompa Simba. Wachambuzi wapo waliompa Simba. Wewe unadhani waliona nini kwa mnyama kwamba kwenye dabi hii kwa hiki ambacho mnyama anaendelea nacho anakwenda kumfunga Yanga na kufuta ule uteja? Kwanza niseme kwa wachambuzi. Yes, wachambuzi. Kuna wachambuzi wanachambua mpira. Kuna wachambuzi walikuwepo kwenye kutrend mtandaoni. Umenielewa? Waliokuwa wanachambua mpira walijua ubora wa Yanga na walizungumza bila kuficha. Wakasema, mfano mmoja wapo mchambuzi gani? Hans Raphael aliweka data. Kanyoka kasema mchezo huu Simba aingie kama underdog na Yanga anaingia ni kama giant. Ana possibility kubwa kupata matokeo dhidi ya Simba. Kwa sababu gani? Kasema Yanga ndio sasa hivi kinara wa ufungaji magoli mengi kwenye ligi. Tumemaliza msimu tuna magoli 83. Haijawahi tokea kwenye ligi yetu. Haijawahi tokea. Mimi jana nikafuatilia baadhi ya wazee nikauliza, toka ligi imeanzishwa 1965 mpaka leo ilishatokea timu ikaskoa magoli 83? Wameniambia haipo. Sina imani kama wazee hao wamenidanganya. Na uhakika wamenipa data za uhakika. Ndio Yanga imekuja kuvunja rekodi hiyo. Sasa leo hii Yanga inakupa pressure muda wote. Inakulazimisha ufanye makosa. Amechelewa. Yanga ilishafanya mipango muda mrefu ya kuhakikisha mchezo huu tunaushinda. Na tulisema sio kutaka sare tu. Tungetafuta sare ile hatuchezi ilikuwa haina maana. Leo tunaenda kuambia watu na Yanga ilivyo kubwa. Na leo mimi naomba niwaambie, kusema Simba na Yanga ni watani wa jadi naomba mnifute. Maana watani wa jadi ni kuseme uniseme, sio? Au mimi nakosea? Utani wa jadi ni kuseme uniseme. Kama nakusema tu wewe, sio utani. Kama unanisema mimi tu, sio utani. Mimi mtani wangu naweza nikasema ni Azam. Msimu uliopita nimemfunga, amenifunga. Msimu huu nimemfunga, amenifunga. Huyo ndio mtani. Nikimpa anajibu. Nikimpa anajibu. Yeye Simba mimi nakuwa bingwa mara 4 mfululizo. Ametoa hata sala. Ametoa hata sala. Tumalize na hili kwa ubora wa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans ambacho wewe unakiona na the way ambavyo wewe unaamini, unafikiri kwa msimu ujao mara baada ya kumaliza msimu huu kuna haja ya nyie kwenda sokoni na kuleta wachezaji wengine ili kuendeleza ubora wenu huu, au mnaweza mkatembea na kikosi hiki?
Bwana, kwanza hongereni sana kwa matokeo ya jana na kuwa bingwa kwa mara nyingine. Asante sana, nashukuru, alhamdulillah rabbil alamin. Tunaomba kufahamu ni yapi yalikuwa mapungufu ya mpinzani wako na walifanikiwa, walifeli wapi na nini wafanye ili mradi wawe bora kwa msimu ujao? Kiukweli Simba kinachowatesa kikosi chao kiko dhaifu. Kikosi kiko dhaifu kwa sababu katika roho ya Simba ndio ilibahatika kuanza jana kipindi cha kwanza. Roho ya Simba ilibahatika kuanza jana kipindi cha kwanza. Kile ndio roho ya Simba. Kwa hiyo kilichofuata baada ya wale walioanza kuwa dhaifu zaidi, walichofuata ni madudu, na nilikuwa nawaambia kwamba ule kocha pia naye ana matatizo. Lakini watu wengi wanasema kwamba yule kocha yuko vizuri. Tatizo lipo tu kwa wachezaji wenyewe wa Simba, na hilo wewe unalizungumziaje? Kama kocha yuko vizuri kwenye kikosi cha Simba, wanamwangusha wachezaji, yeye amekuja lini kwenye Simba? Ana msimu mzima sasa. Msimu mzima, kuna dirisha kubwa la mwezi wa 8 na Januari. Wakati unaanza Januari, mwezi wa 8 mpaka unafika Januari, na maana kuna watu umetrain nao muda. Ndivyo. Amefanya nao mazoezi vizuri, akaangalia akaona wanafaa, ndio maana dirisha dogo akaja akamuongeza Mpanzu peke yake. Ndivyo ilivyo. Lakini kwa kuangalia performance ya jana, wachezaji wengi wa Simba walikuwa wanaonekana ni kama waliochoka au ile mechi hawakuikamia, tofauti na Yanga. Sio hawakuikamia. Simba hawana fitness. Yaani mwalimu wa viungo pale wa mazoezi ya nguvu hakuna. Lakini Simba hiyo ambao unasema hawana fitness ndio hao waliofika fainali za shirikisho na walikutana na timu nzuri ambazo zinafanya vizuri barani Afrika. Hamna timu nzuri waliokutana nayo kubwa ambayo imeweza kuwasumbua na wao wakaiona changamoto. Walipata timu rahisi sana. Na hata matokeo yao pia yalikuwa rahisi mpaka wakaenda kucheza fainali. Yaani wanaenda kucheza fainali, Simba walipata bahati ya kwenda kucheza fainali. Sio walikuwa bora sana. Kwa maana hiyo unataka kuniambia kwamba Simba mpira wao ni wa bahati na sio wa uwezo? Simba wana bahati kwa sababu kikosi chao unga mwana, na jana ndio umedhihirisha. Kagoma jana alikuwa na kadi yoyote ya njano au nyekundu? Amecheza mpira dakika ngapi? Si ndio anamuita bulldozer pale Simba? Lakini jana alikutana na maji ya shingo, alikutana na kamati ya watu watatu. Walimtia password Simba mzima. Na ili kuwaonyesha wale wabovu jana, Mzize ndo kawaonyesha kwamba Simba hawana mabeki. Anawacheza rede pale nyuma. Lakini sio Mzize peke yake, Pacome naye alionyesha uwezo wa kuwachambua wale mabeki, na hata hivyo kama nilivyosema hapo awali, Simba walionekana ile mechi hawakuikamia, na hata ukiangalia katika posti zao za mitandao ya kijamii walionekana wachezaji wakiwa wamelala, tofauti na Yanga. Swali rahisi sana. Simba jana alileta wacheza ngumi au alileta timu ya mpira wa miguu? Aliyokutana nao pale wacheza ngumi au mpira wa miguu? Mpira wa miguu. Sasa yeye alikuwa na matatizo binafsi, hayakuhusu Yanga, ndio maana Yanga alifanya kilichotaka. Waliletwa waamuzi wageni. Kuna interview nilisema waamuzi wageni walioletwa kwa ajili ya kuwasaidia Simba. Yanga kacheza michezo 29 ya ligi, wakasema Yanga anashinda magoli mengi kwa ajili ya kubebwa na waamuzi. Kwa hiyo kilichokuwa kinatakiwa jana, Simba ajitetee, asifungwe hata goli moja na Yanga, adhihirishe kwamba Yanga alikuwa anabebwa na waamuzi wa ndani. Jana kashindwa kujishikilia, kafungwa goli 2 na mpira mzuri amechezewa. Basi shukrani bwana. Asante sana.